Huwa mpenzi mwanamichezo hasa mpenzi wa club kubwa Tanzania, nazungumzia club ya Dar es Salaam Africa. Tupo leo kujadili masuala ambayo yanahusu club yetu pendwa hii ya Young Africa na uamuzi ambao unakwenda kushangaza wengi. Unajua club ya Dar es Salaam Africa wamewahi kufanya kitu kama hiki hapo karibuni, na ilikuwa ni kipindi kizuri sana kwa club ya Dar es Salaam Africa. Ilikuwa na makocha top level wawili ambao walifanya vizuri wakiwa na Dar es Salaam Africa, na mzungumzia Cedric mwana wa kazi, lakini pia na bwana mkubwa Nasri bin Nabi. Lakini toka hapo hakuna klabu nyingine ambayo imewahi kufanya hivyo, licha ya vilabu vikubwa kama Hari na Orlando Pirates na walikuwa na makocha wawili wenye CV kubwa wakiwa kama makocha wakuu. Sasa twende tujadili swala ambalo linahusu klabu ya Dar es Salaam Africa, lakini usahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment wewe unashabikia Yanga kutokea maeneo gani, lakini pia hupi ushauri wako kwa viongozi wa klabu ya Dar es Salaam Africa kuwachukua wote wawili kama ambavyo inazungumzwa, au kumchukua mmoja kati ya hao, kwa sababu nani kati yao atakuwa kocha mkuu wa klabu ya Dar es Salaam Africa? Lakini mazungumzo na ukweli na password zote zipo hapa, tunakwenda kuzijadili kwa kina na tutakwenda kuzungumzia nani anakuja ndani ya klabu ya Young Africa, nani atakuwa kocha mkuu, nani atakuwa kocha msaidizi. Lakini klabu ya Dar es Salaam Africa wamekwisha fanya maamuzi ambayo yanakwenda kuwafurahisha na kushangaza mpira wa soka la Tanzania, kwa sababu inawezekanaje Nasri bin Nabi akafanya kazi pamoja na bwana mkubwa Ibenge. Lakini tutakwenda pia kujadili masuala ya usajili kwenye klabu ya Dar es Salaam Africa, kwa sababu tunajua bwana mkubwa Engineer El Said amekwisha malizana na baadhi ya nyota kadha kama kiwemo kina Zezo, lakini pia na namba 6 Mkata Shoka ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Aridi Aucho. Kwa nini tunasema Aridi Aucho? Kwa sababu toka Young Africa na Aridi Aucho aondoke, kiungo kimeonekana kama ni chepesi hivi. Sasa klabu ya Dar es Salaam Africa wameamua kuvunja kibubu na kwenda kumchukua mchezaji ambaye ana hadhi ya kucheza ndani ya Young African, lakini pia ana hadhi ya kukabidhiwa jezi ya Young African na akacheza eneo nyeti la namba 6. Mambo mengi tunakwenda kuzungumza kuhusiana na Damalo na nani mwingine anayekwenda kuondoka ndani ya kikosi cha Young African. Kwa hiyo usiache kusubscribe na kuniambia kwenye comment wewe shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani. Lakini taarifa ambazo tupo nazo hadi sasa, klabu ya Dar es Salaam Africa wamekwisha pata go ahead zote mbili kwa wakocha hawa ambao wao wapo tayari kufanya kazi kwa pamoja, Cedric Kaze, lakini pia na bwana mkubwa Ibenge ambaye yupo pale Azam, na ukiambiwa sio samahani ni Nasri bin Nabi, lakini pia na bwana mkubwa Ibenge. Na kwa sasa klabu ya Dar es Salaam Africa wapo kwenye mazoezi na wapo na bwana mkubwa Nasri bin Nabi ambaye anaongoza baadhi ya vitu vya ufundi, lakini tunasubiri tuone watakubali kusaini mkataba wa kuwa wote makocha wakuu wa klabu ya Dar es Salaam Africa. Sasa nani atakwenda kuongoza kikosi hiki kama kocha mkuu na nani mwingine atasomeka kwenye mkataba kama kocha msaidizi ni patient kubwa ambayo kila mtu anatubiri kuiona, na sijui Yanga itakuwa ni namna gani, kwa sababu huu usajili utakuwa si usajili wa kutisha tu Tanzania bali Afrika nzima, na kwenye michuano ya CAF Champions League kuweka hivi vichwa vyote viwili ambavyo vimefanya vizuri kwa pamoja na viweza kusaidia klabu ya Dar es Salaam African. Usahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment ushabikia Yanga kutokea maeneo gani.